Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani tukajifunze jambo moja ambalo linaweza likatusaidia sana kwenye maisha yetu ya hapa duniani. Hasa nikitamani tujifunze kwa habari ya Bwana Yesu. Bwana Yesu, kuna watu wengi ambao wanakuwa wanadhani kwamba Bwana Yesu anakuwa anawaandamani, wanaliona agano jipya kama ni agano ambalo ni gumu sana. Kuna watu nimesikia wakisema yani bora hata agano la kale lilikuwa rahisi. Agano jipya yani hata ukimwangalia mwanamke ukakutamani umekwisha kusini naye. Lakini Bwana Yesu alisema jambo moja, akasema sijaje ili kuivunja sheria ya Musa bali kuitimiliza. Alikuja, yani kuna vitu ambavyo Yesu alikuwa anavisema ni kwamba kuna vitu ambavyo vilikuwa havijatimia na kuna vitu ambavyo wengi walikuwa hawavifahamu kwa undani kwa habari ya agano jipya. Kwamba namna Mungu anavyotembea na watu, kuna ufahamu walikuwa hawana. Watu walikuwa hawana ufahamu wa mambo ya roho. Kwa pale Yesu anamwambia, sema Yesu anavyosema kwamba mtu akimwangalia mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzina. Sio kwamba kwenye agano jipya ndio iko hivyo, ukimwangalia umeshazina kama ndo agano linavyosema. Sema kama Daudi alivyomwangalia mke wa Uria Mhiti kwa kumtamani tu, alivyomwangalia kwa macho akawa ameshazini naye, na automatically baadaye alikuja akazini na mke wa Uria. Ndio kitu ambacho Yesu alikuwa anawapatia kwamba ukitokea tu hata umemwangalia mwanamke kwa kumtamani umeshazini naye nafsini mwako. Kwa hiyo sio kama mtu anadhani akija kwenye agano jipya tayari eti kwamba ni agano ambalo ni gumu, ukimchukia jirani yako tayari umeshaua. Yesu alichokuwa anajaribu kumaanisha ni kwamba angalia mtu kama Kaini. Kaini sio mtu wa agano jipya, lakini alipomkasirikia ndugu yake kuua kulikuja automatically. Ni vitu ambavyo vinatokea baada ya action fulani kuwa imeshatokea. Kwa hiyo agano jipya ni agano ambalo ni rahisi. Ukiona umeshindwa kuishi agano jipya, wewe hata ungekuwepo agano la kale usingeweza kuishi. Wewe ni mtu ambaye haupo, sio mwana wa agano. Wewe ni mtu ambaye mambo ya kiungu haya hawayakustahili. Biblia inasema kuna watu ambao Mungu anajivunia kuwa Mungu wao. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo yani sio mzigo. Yani ukiona utakatifu ni mzigo. Yani unaona, yani unakuta mtu anajisikia anaona dhambi ni fashion, anaona dhambi ni kitu kizuri. Yani hachukii dhambi, yani anaitetea. Huyo mtu ana shida. Yani mtu ambaye anaona yani kuishi maisha matakatifu ni mzigo. Ni kama yani sio anaonewa. Yani anakaa anasema ni kama sio Yesu, mimi ningeshakuwa mdhambi. Wewe ni mwovu kama waovu wengine. Nataka nikuambie ukweli. Yani lazima upende kuishi maisha matakatifu na ujivunie. Hiyo itakusaidia sana na Mungu atakubariki. Kwa hiyo agano jipya ni agano ambalo ni nzuri, limetusaidia sana sana sana. Soma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 15, utaona pale ambapo anaelezea kwamba kuna mambo ambayo agano la kale watu walishindwa kuishi, lakini kwenye agano jipya tunaishi kwa njia rahisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu alishalipia gharama zote. Wewe unaishi tu yani kwa kufuata kile ambacho ni kizuri tu, namna rahisi ambayo Yesu lazima mzigo wake ni mwepesi. Kwa hiyo unaweza ukaona. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Amen.